Cheers kwanza. Tuko hapa siku ya leo. Very special day. Tuko na tukuite Trina Martina. Trina Tiara. Trina, wasalimie washabiki zako. Habari mashabiki zangu. Sio unacheka. Anyway. Habari mashabiki zangu. Naitwa Trina kama mnavyonijua. Niko hapa tena. Nimekuja kwenye kamera kuongea na nyinyi na kuwapa story kidogo. Ndio. Trina tupo naye leo kwenye Diaspora TZ na one of the purposes of hii interview ni kuongelea about your music career. Cha kwanza, inashangaza sana jinsi gani watu wengi walikuwa hawajui kipaji ulichonacho cha tofauti. Kwa nini umekificha hichi kipaji kwa muda mrefu? Nadhani ni kujipanga. Nilijificha kwa sababu ya kujipanga. Ili nirudi kwa namna nyingine. Okay. Hiyo ndio the reason behind. Ndio. Na kwa nini nilijificha nikiwa najipanga? Kwa sababu unajua ukiwa unajulikana wewe ni artist. Kuna baadhi ya vitu utakuwa limited kufanya kwenye community. Ndio. Sasa nikawa nasema mchagua jembe sio mkulima. Ndio. Na nataka kufanya anything kutimiza ndoto zangu, right? Ndio. So nikaficha Trina pembeni, nikaweka gladness mbele ili niwe free ku grab opportunity yote na kuja mbele yangu. Ili mradi tu nifike pale ambapo mimi naona now it's time to release Trina na kumwacha aende mbele. Okay. So right now you are ready. Yeah, niko ready. Of course Watanzania wengi watakuwa wanajiuliza Trina yuko ready, lakini tutegemee nini kutoka kwake katika utayari wake? Tutegemee good music. Ndio. Kwa sababu na mpango wa kurudi ki-music. Ndio. Na kuna kazi nyingi ziko kwa stock. So hii time yote najipanga, that means kuna stock ninaijaza. Exactly. So tutegemee good music. Like the amazing coming back. Na washabiki tu wawe tayari. Mashabiki wawe tayari. Katika maisha yako Trina, ni watu gani ambao umetamani kufanya nao collab? Ukimaanisha internationally au Tanzania? Tuanze na Watanzania. Kwa wasanii gani Tanzania ambao ungependa kufanya nao collab? Okay, perfect. Kwa Watanzania, kwanza sina kuchagua when it comes to collaborations. Sawa? Kwa unaweza kufanya collab na msanii wa Singeli. Naweza nikafanya collab na msanii wa Singeli, lakini sifanyi taarab. Taarab ndio wimbo. Okay. Naona kama taarab sasa hivi inapiki. Ndio niko na ile wish list ambao natamani, nikisema kuna mimi kutamani kufanya nao, na kuna vyovyote scenario inaweza ikatokea nikajikuta nimefanya collab na mtu yeyote, right? Dio. Lakini natamani kufanya kazi na Nandi. Ndio. Natamani kufanya kazi na Lady JD, the legend. Ndio. Natamani kufanya kazi na Mawasama. Ndio. Natamani kufanya kazi na Ruby. Okay, Ruby ndio. Yeah. Au ni kwa female? Kwa females. Natamani kufanya kazi na Zuchu. Ndio. As well. Tukija kwa wanaume, Alikiba. Unafanya kazi na Alikiba? Ukisema number 1 artist, Alikiba. Like ukijumlisha female na male, Alikiba. That's number 1. Kwa hiyo kitokea umepewa option ya kufanya kazi na Alikiba au na Harmonize, utamchagua yupi? Kwa sababu itabidi awe mmoja, I'll go for Alikiba. Lakini natamani pia kufanya kazi na Harmonize. Hapo imetokea utakiwa kufanya kazi na mmoja. Mmoja atakuwa Alikiba. Okay. Kwa hiyo Alikiba damda. Sio Alikiba damda. It's just I think I have a lot to learn from him. Okay. Yeah, that's why nilimchagua Alikiba. Okay. Yeah, the type of the music anafanya mimi ninapenda. Na wewe ni type gani ya muziki unafanya? Mimi nafanya muziki yoyote. Kasoro taarab na kurap. Kurap always. Kurap sija kujaribu, so I don't know, I can confirm. Nyimbo zako nyingi ni za hisia sana. Na zinaongea kuhusu mapenzi, upendo na vitu kama hivyo.
Hizi nyimbo unatungiwa ama kuna baadhi unatunga mwenyewe? Nafanya both. Nafanya both. Yeah. Unapokuwa unaenda kutunga nyimbo, ni kitu gani ambacho unakuwa unakiwaza mpaka kinakupa still ya kutunga huo mwimbo? Kwa sababu zinahisia sana. Hayo ni matukio ambayo kukuta. Kiukweli mimi kama mimi nikisema naandika nyimbo naelezea hisia. Okay. Yawezekana ikawa hisia za kwangu, hisia za best friend wangu, hisia za kama ni best friend pika fulani. Kutunga nyimbo kuhusu mimi. No, yeah, lakini ukweli ni kwamba music ni ku-express hisia. Of course, yeah, that is. Though sio kila ninachokiandika ndicho nimekipitia. So yawezekana nimesikiliza, nimeona hisia za mtu fulani, nikaona zinaweza zikaleta impact kwenye jamii, then kwa nini nisiziandike na nikaziweka kwenye music? Okay. Yeah. Watu wengi wanasema kwamba muziki wa sasa hivi unasema hela. Hicho kitakukatisha tamaa? Hakita nikatisha tamaa. So wewe upo kwenye muziki kupiga hela ama upo kwenye muziki kwa sababu ya kipaji? Eli, mimi nafanya music kwa sababu napenda music. Kama ningekuwa nafanya music kwa sababu ya pesa, kipindi kile nilivyoanza music nisingeacha, kwa sababu ningekuwa ndo niko kwenye side ya utafutaji pesa. Oh, okay. Umeelewa eh? Yeah. Mimi nafanya music kwa sababu napenda. Ndio. Kwa hiyo imetokea watu wamekuja, watu wamekufuata, tunaomba tufanyie show. Tunaomba tufanyie show, tutakuja sisi kama mashabiki zako, tuje watu 2000 kuja kusikiza ukiimba, au tuje watu 50 ambao tutalipa $20. Utaamua kuimbia wapi? For free. I don't mind. You don't mind? I don't mind. Okay. Na ni mwaka gani unaanza muziki? Ninaanza au nilianza? Ulianza. Nilianza music kurelease nyimbo au kuishi maisha ya music. Kuishi maisha ya music. Ni kitambo. Nakumbuka ilikuwa mara ya kwanza mimi kusimama na kuanza kuimba mbele za watu. Ilikuwa ni 2004. Yeah, I guess niko darasa la 4, sio la 5, I don't even remember. Nilikuwa mdogo sana. Lakini nilikuwa naimba kanisani. Unaweza mpaka nyimbo za gospel? Sina nyimbo ya gospel ya kurelease. Sina. Ila nilikuwa naimba sana kanisani. Actually kuna brother wangu mmoja wa shule nilipokuwa sekondari aliniandikia nyimbo hizi 2. Unazikumbuka? Nazikumbuka. Sijawahi kurekodi, sijawahi kurelease. Lakini aliniambia hizi nyimbo nakupa kama zawadi, kwa sababu mimi shule kwanza nilikuwa well known kwa music. Okay. Nilikuwa na rafiki yangu huyo, naye alikuwa jina lake anaanza na G, so tulikuwa tunajiita G Square. Kama ilikuwa P Square. Kila event tutaenda kuperform. Tukitaka kufunga shule kwenye zile like events za kufunga shule tutapewa shows. School bash zinaitwa. Wala tunajifunza tuko registered, tunaambiwa siku fulani mtaperform G Square. Yeah, so music nimefanya for so long, lakini ilikuwa ni kanisani. Wazazi wako walipojua umeshaingia kwenye music, were they supportive ama mara kwanza walikuwa na kind of discourage au kuambia usome kwanza? Surprisingly kwa kanisani mamangu ndo alikuwa anani-encourage kuimba. Okay. Na yeye ndo ali-introduce mimi, aliona napenda music, lakini yeye ndo alini-lead kunipeleka kanisani, kuniingiza kwenye hizo groups za kuimba, praise team, na akaniingiza, yeye ndo ananifanyia, yani alikuwa anani-lead kikanisa. So she has a part in your music career. So career. yeye support sana for so many years. Okay. For so many years. Na hata kama nilivyokuja kuswitch pia baadaye pia alikuwa supportive. Okay. Yeah. Na sasa hivi umeanza kuimba, sasa hivi you're shifting your career kuja Canada, ambapo of course this is a good thing. Hapa tayari tunao mwimbaji mwingine anaitwa Exponent. Tunaye dada mmoja pia ambaye anaimba na wewe. So kwa waimbaji wa Tanzania tunao 3. Tunao wewe Trina, tuna Exponent na tuna dada mwingine ambaye naye pia anaimba. How far do you see your music, especially kwamba hupo hapa Canada, sehemu ambapo kuna opportunities nyingi, sehemu ambapo mtu yoyote anaweza akawa chochote anachotaka kuwa? What is your vision? How far do you see your music go? To be honest, kwenye swala la music, tena music inafanya mimi naona
It sound weird. Okay. As I told you, nafanya music kwa sababu napenda, right? Okay. So popote Mungu atakapoamua kupeleka muziki wangu, I will just follow the lead. Lakini mimi niko kwa sababu ya kuburudisha watu. Okay. How far it will go ni mashabiki zangu kuamua wapi waupeleke muziki wangu. Exactly. Yeah, me as long as I'm just making impact to the community, that's enough. Sasa kuna hawa watu ambao wamekuwa wamekuzoea Trina, rafiki yetu tunaanga naye na nini. And now yamkini wataona interview hii waanza kujiuliza hichi kipaji kakiona kwenye ndoto. Una ujumbe gani kwa wao ambao walikuwa hawajui kwamba ni mwimbaji? And sasa hivi umekuja kiimbaji. Kwanza kwa yote ananijua kama Trina, that means anajua mimi ni musician. Yeah. Anajua completely kwa sababu nimeweka hii form ya kwamba Gladness ni mtu mwingine, Trina ni mtu mwingine, right? So watakokuwa surprised si wao wanaonijua Trina, watakokuwa surprised ni hao wanaonijua Gladness. Na hao watu pia si wengi, ni watu labda utakuta wa kazini, lakini marafiki zangu wanaonizunguka wengi wananijua kama Trina. Na labda uniambie hawa new followers waliokuja kwa page yangu, hii time nimedisappear. Ndio. Hawatajua nini nafanya kwa sababu wakati na stop music nilifuta kila kitu kwenye account yangu ya Instagram, though YouTube niliacha nyimbo zangu, lakini Facebook, Instagram, TikTok nilifuta vitu vyote vinahusiana na muziki. So our new followers ndio watakuwa surprised pia kusema hey, kumbe she's doing music. Okay, kwa mshangao. Kwa sababu wanajua mimi kama ni mfanya biashara, nilitaka ile page kwa kama ya kibiashara. So now nikaiswitch nikaita kama artist. Bado wanajiuliza artist anafanya kitu gani? So the time nikirelease uongo ni makeup artist. Nyinyi mashabiki wangu wapi ndio wakujua kwamba nafanya music. Yeah, I've been doing it for so long and it's time for me to come back na kuwaburudisha. That's it. Wanasemaje waimbaji wanakuwa na favorite song katika nyimbo zao wanazoimba? Kuna nyimbo ambazo unakuta kama ni nyimbo 4 au 5 anakuwa na nyimbo ambayo anaipenda sana yeye mwenyewe kama yeye. Wewe katika nyimbo zako ni nyimbo gani ambayo unasema hii mimi mwenyewe niliimba naipenda zaidi kuliko nyimbo nyingine? Ambazo nime-release Level. Nime-release nyimbo 2. Level is my favorite. Mpaka sasa hivi. Haina mpinzani. Yaani hata leo asubuhi nimetoka kusikiliza. Na nime-release 6 years ago. Ndio. That's my favorite. Kwa ambazo sija-release nitawaambia zikishatoka. Na tumeiangalia inaenda na views wa kutosha. Tumeangalia wamejitahidi. Mashabiki zangu wamejitahidi kunisupport. Yaani ilienda sana. And we hope hata hizo nyimbo nyingine ambazo zinakuja zitapata pia mwitikio mpya. So nimeona katika kazi zako una kazi 3 ambazo zipo. Pause. Sorry. Kati hapo tutaendelea nayo. Si nikajua una edit. So kuna kazi 3 ambazo naamini umetoa, bado haziko tayari kuwa released yet, lakini zinakuja na nimezisikia. Ni kazi ambazo kwa kweli ni za next level music. Hongera sana. Asante. Nimependa production, nimependa mastering, nimependa ujumbe, nimependa message, balancing ya muziki na sauti and instruments very perfect. Katika hizi nyimbo zako zinaitwaje? Au bado hujazipa majina? Ziko na majina, lakini naweza kutajia moja. Okay. Love, hivyo. Just Love. Okay. Watanzania ungependa kusupport katika lipi? How do you want them to support you, especially wana diaspora ambao watasikiliza hii interview? How do you want them to support you in your music career? Kiukweli support ambayo nahitaji kwa sasa, kwanza kusikiliza nyimbo, kuenjoy the good music, because wewe ukienjoy ile music nimetengeneza, hiyo inanifanya mimi nijisikie sawa, yani nijisikie vizuri, because that is my goal. Like kumfanya mtu aburudike. Ndio. And then pili, ukiona nime-release kazi, like support me kushare kazi. Wapendagi kushare kazi. Yeah, share, posti, onyesha vile Mtanzania mwenzako amefanya. Mwingine asikiliza tu dakika moja, sekunde.
Bonyeza next. Ndio hivyo. Ukiona nimeweka link kwa Instagram, ingia YouTube, subscribe. Unaona? Like you just watch my music. So the more unaangalia, the more unasikiliza, mbali tunakuburudika pia unanikuza mimi kama msanii. Ukishare unanikuza mimi kama msanii. Exactly. So that is what we need for now. Watu wakuraze waende wakaangalia udaku. Wakaangalia fulani kafanya fulani kafanya hivi, lakini tukiwa na challenge, tengeneza challenge. By the way, hata hiyo uko TikTok pia? Niko TikTok pia. So lini una create challenge sasa hivi ongea tuanze kushare? Yaani ile siku ambayo na release nyimbo ndio siku tunafungua challenge. Okay. Awesome sana. Ndio kuna mzuka. Eli baba ko. Sasa si nimezisikia nyimbo nimezipenda kwa sasa. Na yeye lazima yani sasa hivi tuko kwenye majonzi. Mtu ipe kwanza kidogo time, right? Kwa tupo kwenye majonzi ndio lakini tutalia milele. Hatutalia milele, so tuipe time. Time ikifika ya kuachia nyimbo tutaachia. We gotta move on. People need some nice music. I mean, we are so much used to sadness kila wakati. Fun kafanya hivi. We need some nice music. Lakini hata kulia pia Mungu aliweka nafasi ya mtu kulia. Kuna wakati Mungu wa majonzi ameutambua kwamba tutapitia majonzi. So tutakapoacha kulia tutaheshimu kila nyakati tunapitia. Sawa. Tukiacha kulia utatoa nyimbo. Natoa nyimbo. So nataka watu waache kulia ili wasikize nyimbo wewe. Wamalize machozi, wakisikiza nyimbo wasio bado wanasikiza nyimbo no. Ila tutaachia very soon. Like very soon. Ile nyimbo yako ya love. Naomba utoe dedication kwa watu watatu. Hiyo nyimbo ya love. Ikiwezekana utaje majina. Hiyo nyimbo ya love na dedicate kwa everyone kwa sababu inaongelea mimi hisia zangu. Naambia nyinyi na kudedicate hata wewe nakwambia I'm in love. Ni kama mimi kuwajulisha watu kwamba mimi I'm in love. Ni kweli ama kimziki? Si ni ukweli. Uko siende ila ndio hivyo. Wewe inaeleza hisia zangu, situation yangu, like I'm in love. So I dedicate to everybody. Kweli ya love wako umetoa nyimbo sio mchezo. Whoever ameshikilia moyo wa Trina, endelea kukazia hapo. Usiachilie huo moyo. Usike kama mboni ya jicho. Umetolewa nyimbo love. Tutakapenda. Kasekunde tukakapela. Unajua watu wengi wanajificha kwenye muziki, kwenye mashine zile na midundo tuntiliti. Unaweza kusema labda tunajui kuimba akapela. Sawa. Wana wasi nyimbo niliotengeneza sasa hivi. Si mimi naimba zamani. Naimba zamani. Ile level hiyo. Sawa. Kwa nini Simba ile ambayo sio my favorite? Chochote na ili watu nao waijue which one. Chochote kile. Lakini watu wanasijua unaipenda wewe. Amna, si zote ziko YouTube, wanazijua. Okay. Wanazijua zote ziko YouTube. Haya. Yeah. Okay. Na face kamera na kuangalia wewe. So nakwambia wewe unaimba kamera. Angalia. Unataka. Wewe ndo unakuuliza wewe. Chochote unachotaka kama unataka kuangalia kule kwa ndo kuniangalia mimi sawa, it's okay for me, it's fine. Yeah. It's fine. Okay. Hey, nyimbo inatoka mbali. Ya kapela inatoka mbali. Toka kuteisia. Mbona unataka kulia? Sitaki kulia. Okay. Ile akapela tu video itakuwa. Nataka sauti isikike. Tulia baba. Okay. I'm a bad girl killer. Malaria heavy ya sisters of love. Hakuna bato bila kutoka Kinyamwezi shakuvimbisha sura. Hapo sija kugusa kipusa. Hizi level nazotaka gusa. Hujajua vita kuruta wewe. Tunasema wa ujana. Mami wale usiwa jana. Ujana.
Na mimi wale usio wajana. Inatosha, kasikilize YouTube. Hiyo ni level. Hiyo kasikilizeni YouTube. Simchoshe msanii wetu. Oh my god. Kasikilizeni nyimbo YouTube. Nenda YouTube, type Trina TRINA, andika level. Utaona hiyo nyimbo iko inapatikana hapo. Taja social media account zako. Yeah, so for Instagram natumia simply Trina, na YouTube account yangu ni Trina Vevo. So usisahau kusubscribe. Instagram usisahau kufollow, like, share, like that's what I need. Ndio. Na pia TikTok simply Trina. Okay, TikTok pia simply Trina. Asante sana Diaspora TZ, watu wote wasikilizaji wetu kwa kuwa pamoja nasi. Bado thank you kwa muda wako. Thank you so much. Nashukuru sana. And kila nyimbo unayotoa tafadhali share na sisi. Eli na swali. Ndio. Wewe una support vipi kwenye music? Kama shabiki wangu, kama tajiri yangu, kama bosi wangu, kama bila maisha yangu magumu, una support vipi kwenye support ya kwanza ndio kama hivi. Tumeanza na Diaspora. Mashabiki sikilizeni, anaahidi. Support ya pili Jumamosi ya tarehe ngapi? 8. Una perform Legacy. Jumamosi ya tarehe 8 una perform Legacy. Utaperform pale Legacy kwa watu watajua, na posta itatoka leo. Watu watajua na perform hiyo siku. Sasa kachukue viwalo vyote na vile kuichukua popote kule. Tarehe 29 pia utaperform kwenye show ya Tujuane, itakuwa pale PWA. Tarehe 29 Novemba. Yani ni show baada ya show. Na pia Manifongo anakuja, utasupport, utakuwa ndio utakuwa. Wewe ukisema mimi ni nani nibisha. Mapromoter ndio sisi. Sasa. Na sisi tukisha kukubali kama shabiki zako, lazima utaperform. Hiyo pia ya YouTube, hiyo link ya YouTube tutaipost kwenye page yetu ya Diaspora, na pia kwenye Instagram account zetu ili kwamba tuweze kufollow na kusubscribe, na pia kwenye WhatsApp group yetu. Mimi ni admin wa WhatsApp group zaidi ya 5. Hilo unalijua. Kwa hiyo lazima tutapush kazi iende. Na mimi unapofanya video lazima niwe nani yule? Unaita nani wale? Nani? Kama kunakuwa na nini video queen. Vixen. Kuna video vixen. Mimi nitakuwa kwa kiba naitwa nani? Vixen, mimi naitaka tu Vixen. Haya. Sijui sasa kama mimi nyimbo yako moja hiyo ya love na mimi niwe. Hiyo ya love hapana. Hiyo na mtana. Hiyo ya love. Hiyo video ishafanyika. Umeshafanya love? Video ishafanyika. Kuna mtu tayari. Labda tutengeneze nyingine lakini haitakuwa African Made. Video ilifanyika Kenya. Basi tutaokota hata makopi. Video ilifanyika Kenya. Kwa hiyo hao wanaume wote wameonekana kwenye hizo video za nyimbo zote ni wa Kenya tu. Kwa hiyo rekodi nyingine ni hizo siku nyingine zinakuja. Rekodi nyingine. Katika hizo nyingine mimi nimeshabook nafasi. Sawa, lakini hazitakuwa za mapenzi. Labda za kutendwa, labda nguo ile pati ya kutendwa. Kulia naweza, hiyo haina shida. Sawa. Kulia tu. Mimi nakuahidi. Sawa. Asante sana. Wana Diaspora mmesikia, nimeshaidiwa nitakuwa kwenye video yake moja na sisi tukauze nyago bwana. Shida iko wapi? Tuko pamoja Diaspora TZ. Subscribe na sisi, baki na sisi, tuko na Trina. One of the like, share, follow, subscribe. Yani wapo tutakaoimbia paka kesho. Actually kusubscribe it like ni muhimu kwa sababu wewe ndio utakuwa wa kwanza kupata notification Trina kaachia nyimbo. Kusubscribe haitoshi, waweke na notification. Na notification as well. Kwamba hii hapa. Yeah, notification. Turn on the notification. Asanteni sana. Tuenjoy vinywaji vyetu.